Bwana, Tanzania ina wasanii wengi ambao wamekuwa wakifanya game ya music. Wapo ambao wamekuwa wakifanya bongo hip hop, kuna ambao wamekuwa wakifanya muziki wa kuimba, lakini yote kwa yote tunasema bongo flavor. Leo nakuletea listi ya wasanii 10 ambao wamekuwa wakionekana ni wafupi pindi wanapokutana na wasanii wengine wa hapa nchini Tanzania, wasanii wengine. Moja kwa moja naanza na listi namba 1. Inakwenda kwake kwa Harmonize, mmoja kati ya vijana ambao wanafanya poa sana kwenye game ya bongo flavor. Miaka kadhaa nyuma iliyopita aliweza kutambulishwa kupitia lebo ya Wasafi Classic Baby, yani WCB Wasafi, si ndio? Akafanya poa mpaka baadaye alipokuja kutoka katika lebo hiyo, na sasa hivi ni mmiliki wa Konde Gang. So Harmonize pia anakaa katika nafasi ya kwanza hapo kwa kuanza naye. Alafu nafasi ya pili pale anakuja na Kamboso Kani, ambaye tulimtambua kupitia kundi la ya Moto Band akiwa anajiita Maromboso, lakini baadaye akaja akasainiwa ndani ya Wasafi, na tetesi zilizopo ni kwamba huenda akawa ametoka katika lebo hiyo ama recording label ya WCB. Nambari 3 anakaa pale kijana kutoka Morogoro anaitwa Jay Once Again, Jay Melody, kipenzi cha wadada bwana we. Okay, yes, sawa. Hapo mshikaji anakaa kwenye nafasi ya 3 kati ya wale wasanii ambao wanaonekana ni wafupi. Nafasi ya 4 kutoka kipande cha Mtwara anaitwa Kinata MC. Jamaa anafanya muziki wa singeli, amekuwa kikiwasha sana katika game hii hapo katika muziki wa singeli, na watu wameendelea kufurahia. Kubwa zaidi kitu anachopenda kutoka kwake ni lile vibe ambalo jamaa analokuwa nalo pindi anapokuwa yuko stage. Namba 5 inakwenda kwake kwa Barnaba Boy, Barnaba Classic, au sio bwana? Baba Steve anakuwa anakamata nafasi ya 5. Barnabas, mume halali kabisa wa Bilaya Sykes, sawa. Namba 5, okay, namba 5 ndio imeenda kwa Barnaba. Namba 6 anakwenda kwake tena kwa kijana pia kutoka Morogoro, Moro Town, anaitwa Stamina Sholobwenz. Pia mshikaji anakaa hapo, anafanya poa kwenye game ya hip hop, lakini pia kupitia kundi la Stamina na kwenye anakiwasha vizuri sana, sawa. Namba 8 pia inaenda kwa Lina Sanga kutoka katika kundi la Tanzania House of Talent THT, ndipo ambapo alipoweza kutambulika huko na Watanzania, na mpaka leo hii bado anaendelea kufanya poa sana katika game ya bongo flavor. Lina anakaa hapo katika nafasi ya 7. Nafasi ya 8 kutoka pale tena Moro Town, Morogoro, mitaa fulani vya Chamwino, mshikaji anaitwa Samil wa Kinyulinyuli. Ndo jina la wimbo ambao uliweza kumtambulisha sana kwenye game ya bongo flavor. Kinyulinyuli wengi tunamfahamu, wale ambao tunaofuatilia game ya tangu miaka kadhaa nyuma iliyopita, sawa. Namba 9 inaenda kwa Fobi. Yes, Fobi pia ni moja kati ya washikaji ambao wanafanya muziki wa bongo flavor na hasira nyingi katika game, lakini pia anakipiga sana uwanjani, amini katika mpira wa miguu. Kwa Fobi anakuwa anakaa hapo kwenye nafasi ya 9. Alafu nafasi ya 10 inakamatwa na kaka mkubwa mwenyewe, tunaweza by the way sio kaka, tunaweza tukamuita father mwenyewe wa kwenye muziki huu hapa wa Tanzania. Muite Joseph Mbilinyi, mheshimiwa by the way, lakini pia unaweza ukamuita Sugu, Mr. Too Proud, yote anaitika, lakini ukimuita Jongwe mnaenda fresh sana, au sio? By the way jamani, mkuu kabisa ni CEO ama mwanzilishi na msimamizi mkuu wa matamasha ya Bongo Flava Hanas, ambayo yamekuwa yakifanyika kwa lengo la kuweza kuwapatia heshima wasanii wa Bongo Flava ambao wamekuwa wakifanya poa sana miaka ya nyuma hiyo, ambapo wengine sisi tulipokuwa vijana ama tulipokuwa watoto wadogo, sawa. Asante kwa kusikiliza. Big shout sana kwa kwa ambaye utakayeamua kuchukua maamuzi yaliyo sahihi ya kuweza kushare, kulike, kucomment kwenye hii YouTube channel, lakini pia kwa kuweza kusubscribe pia utakometisha sana.